Sawa, nitakushiki baadaye. Nitakushiki baadaye. Mimi nimefika nyumbani sasa hivi. Sawa. Yaani huyu mtoto toka saa 5 nilipomwachia maagizo kwamba apike hapa, mimi nikirudi nitakuwa nimechoka. Mpaka saa hizi mchele ule pale, nyanya zile kama vile vilivyokuwa. Yaani watoto wakuachiwa wana matatizo kweli. Yaani mimi akirudi huyu, mimi nitapika, lakini akirudi hapa, yaani adabu ya kwanza nitakuwa na simpi chochote. Hichi nitakachokipika mimi hali. Hiyo adabu ya kwanza kumfundisha kwanza. Alafu mengine yatafuata. Nipige simu mjomba wake kule mwingine anisaidie mimi nifanyeje na huyu mtoto ambaye kwa kila ninavyomwambia mimi hanisikie, anielewi. Mjomba, kuna mtu uko nje. Kuna mtu? Uko nje. Sasa mtu kwani wewe ng'ombe? Mjomba, naposema mtu ujue na maanisha. Yaani huu mchana mimi na maana mimi sina akili. Huu mchana nikisema mtu ujue basi ni kiumbe cha ajabu. Kuna mchawi uko nje mjomba. Siwezi nikakudanganya mimi. Mimi nimekwambia hivi, hizo ni bangi zako. Achana na bangi, mjomba wangu. La sivyo utazidi kuona huyo mtu ulimuona, utakuja kuona ng'ombe pia kwenye ukuta. Bangi tena mjomba? Alafu bangi mjomba, kuhusu bangi nilishaachaga zamani. Tangia siku zile mnava nje pale, nilishaachaga siku zile bangi. Yaani bangi sivuti kabisa mjomba. Yaani nakwambia ni serious. Mtu hapo nje mchawi nakwambia mjomba. Mtu wewe uko wapi? Hebu twende tukamuone. Sawa mjomba, twende, lakini unatangulia. Mimi hapana. Huko mjomba, huko. Mjomba, alisimama hapa. Kwambia ni bangi hizo. Hapana mjomba, nishakwambia bangi nishachaga. Kuhusu bangi ni sivuti kabisa. Hizi ni bangi. Wewe mtu uko wapi? Yaani bwana ngoja. Wewe unachokufanya uondoke, nimekuachia maagizo upike. Mimi nikirudi kwa nimechoka. Hujafanya chochote? Wewe umekwenda kuzunguka mara mwisho kusema kwamba umeona mtu sijui mtu mshazika. Kuna mtu wala nini hapa? Mjomba, yani ni swala la ajabu tu, tuone tu kwamba hili swala la ajabu, lakini mimi bangi. Matulanga. Ugogoro. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari? Safi kwema bwana? Kwema alhamdulillah. Vipi? Nashukuru Mungu bwana. Naona umechili kabisa. Bwana wewe, niko hapa mtandaoni. Karibu. Ndio. Za huko nyumbani. Kaka za nyumbani ni nzuri kiasi. Sio moja kwa moja. Babu bado nina matatizo pale nyumbani. Sio kwangu mimi. Ni yule mjomba wangu ambaye kwa ninakaa naye. Yule mjomba ninayekaa naye mimi pale, yani anakuwa na mauzauza mingi ambayo kwa anayaona, lakini mimi ninavyojua ni bangi. Bangi mimi nilishawahi kumkataza mjomba usivute bangi, hazina mwelekeo mzuri, mwisho wake pabaya. Lakini sasa mwisho juzi hapa nimemwagiza, mimi nimewachia maagizo, mimi nimeondoka. Bwana mjomba mimi natoka, lakini nitachelewa kurudi na nikirudi nitakuwa nimechoka. Kwa hiyo bwana, pika wali hapa, pika mchuzi, pika wali, mimi nikirudi nakula mjomba wangu. Basi akanitikilia vizuri. Lakini mpaka mimi narudi nakuta mchele kama nilivyoacha, nyanya kama nilivyoacha pale za mboga, yeye hayupo. Kwa sababu mimi nilikuwa nimechoka nikapumzika. Pumzika zangu. Sasa kupumzika tayari kilepo cha usingizi kimekuja. Bwana tokea huko katika mihangaiko yake ya kipumbavu, anakuja pale mbio mbio, mjomba, mtu. Sasa mtu yupi? Kuna mtu kaniwe ng'ombe? Kaona ng'ombe hivyo. Hawa vijana wa kisasa hivi
Kama mjomba wako mimi mara nyingi huwa nikitoka kwenye hangaiko yako nikipita pale vijiweni namkuta. Hizi. Kwa kweli kikubwa ni hizo bangi. Yaani sijui baada ya kuona ng'ombe, sijui kaona mtu, sijui kaona kitu gani. Hayo ni maruerue ya bangi ndugu yangu. Lakini na ushauri mmoja. Huyu asikuumize kichwa. Kwa sababu huyu wewe umeletewa na ndugu yako, lakini vile vile wewe ulikuwa unaishi peke yako pale kwako, utulivu ulikuwa unaupata, kabla hujaachana na mkeo, mambo yalikuwa mazuri. Ninachokushauri, huyu kijana asikusumbue, bangi zake mwambie arudi nazo kwa mama yake. Mama yake yupo tu kule anakula raha tu anastarehe, upate shida wewe kwa nini ndugu yangu bana? Mrudishe kwa mama yake upate utulivu. Hapa hamna mchawi wala nani. Yule kaona tu maruerue yeye mwenyewe bangi zimemkolea kichwani huko, umeona kana anakusumbua, akufaidishi chochote. Mara kasiju kaenda wapi? Mara sijui unamwachia kazi hafanyi. Kuna faida hapo ndugu yangu? Mimi cha kukushauri, huyu kijana mrudishe kwa mama yake. Arudi, wewe ubaki ukiwa umetulizana, mambo mengine yataenda. Ile ndugu yangu ugogoro kinyume na hivyo hakuna kabisa ndugu yangu ugogoro. Mimi wewe nakujua, tunafahamiana. Sasa yeye mpaka leo unanifuata unalalamika kuhusu matatizo kama haya, ni kweli yamekufika. Kwa hiyo mrudishe tu kwa mama yake bwana. Matulanga bwana, mimi nimekusikiliza ndugu yangu, ushauri wako umeniingia. Lakini kwanza maana sisi tumehusiwa sana subra. Kwa hiyo kwanza ngoje nimvumilie. Lakini kama mwelekeo wake wa tabia utakuwa bado ni huu, kila nitakavyokuwa ninamuelekeza hataki kunisikiliza, anafuata vile ambavyo kwa anataka yeye, basi hapo sasa mimi nitaamua kwamba bana dada huyu bana mimi nimemchukua mwenyewe kwa ridhaa yangu, nimemtaka kwamba nikusaidie dada yangu. Lakini sasa hizi tabia tena mimi basi nimemshinda dada yangu, basi tusamiane, udugu wetu endelee vile vile. Lakini usije huyu atakuja kusababisha kuua udugu kwa sababu ya huyu. Sasa mimi sitaki kugombana na wewe dadangu. Kwa hiyo huyu mimi bana basi tabia zake hizi, na huko ni huko kijijini huko ndio kwanza huko hizo tabia zimeingia, basi zinakuwa zina kasi mbaya kweli kweli. Kwa hiyo bora arudi huko alikokuwa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa nini ushauri wako bwana Matulanga. Mungu akuzidishie. Mimi nashukuru ndugu yangu kama umeupokea ushauri mzuri na umenielewa vizuri. Hilo ni jambo la kheri sana. Mimi kwa kweli nafikiri ndio hivyo. Bwana. Nimetulia hapa na mimi kama unavyoona tena bwana. Shemeji yako Masakina naye siku mbili tatu hizi karibu atarudi naye. Maana unajua tena nipo mpweke hapo mwenyewe, baki mwenyewe jumba yote niko peke yangu. Bwana. Kwa hiyo siku mbili hizi kama ni kesho nafikiri mimi bangeza vinao kidogo nimemtumia. Na yeye huko ataongezea kidogo basi niweze kurudi hapa. Kwa hiyo siku mbili hizi inshallah atakuwa kashaingia hapa mke wangu bwana. Sawa. Mimi nafikiri sasa bora niondoke niwahi huyu mwehu wangu. Manake hakawi kufanya mambo ya ovyo ovyo na nje pale mtaani. Sipendi mimi yale mambo ambayo kwa anafanya, watu wote wanamsema vibaya. Kwa hiyo ngoje niwahi pale nyumbani kidogo, nikiwepo mwenyewe naweza kidogo akawa anasikiliza. Sawa bwana. Bwana mimi acha nikuache. Bana ugogoro, nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru bwana Matulanga, ushauri wako umeniingia vizuri. Nachofanyia kazi. Sio na wasiwasi. Karibu tena bwana, sijaandaa hapa lakini ndio hivyo bwana. Alichukua mwe wangu ameandaa. Basi inshallah bwana. Karibu sana bwana. Haya bwana. Na bado yani unaweka zangu kule Ifakara zimebaki. Huyu ndio atakayezilima mjomba wako. Na utahangaika naye sana. Mimi ndio bwana. Hakuna mtu kama mimi katika hichi kijiji. Yaani kijiji hiki kiko hapa. Nasumbua.